Welcome back to Man on the Mic podcast with your host MC Kitoto and the party recipe alongside the architect of dreams, Ali Mbacho Murenga. Yeah, na leo tuko na anatoka nani? Production what? Head of production manager. Hiyo production manager hata alipata certificate juzi. Unasemaje, introduce yourself our guy. Bana niko bie. Mimi naitwa Cyril Ramaphosa, hiyo ndio jina ya ground ya Unisa. Cyril Ramaphosa. Ati jina ya ground. Yeah. Ya usanii. Ya Unisa. Usani haya sawa. If you're new to this space, we usually don't do this like this. But hit the subscribe button. Follow us on our social media platforms. The links are on the description. Leave a comment, like this video, comment, share. Yeah, na tupatane kwenye nyingine. End of production, relax. Unafanya hivi mguu kwa nini? Tulia. Hakuna mtu anakuona. Kuna nervous. Onyi tulia. So tulikuwa na quick questions until tulikuwa tunataka tufanye juu au uje tukifanya ile kitu ya crew au kwa Cyril is the only member of the crew who is yet to feature. Na Talma, si ndio? Talma hajai feature pia kwa in an episode. Talma, we are coming for you. When do next? So Cyril Ramaphosa Unisa. Ukoaje? Niko fiti. Kutulia tu. Zero pressure. Hakuna shana kushapre. Ukoaje? Niko poa. Architect anakushapre. Hakuna shana. Sasa Cyril vile tunafanya na watu wetu inakuanga ni quick fire questions. Questions za haraka. So ni episode itakuwa unique juu take a very short time, sawa? Kwa hii short time nataka kuuliza nini? Like sahi ama ni ku ease into it. Acha nikuache tumpatie time apumue, si ndio? Alisa ukipatiwa mita 5 million. Yes, what do you do? Sahi tu now dollars ama Kenya shillings. Dollars sana nakupea. Hata hiyo tano hata finye laptop. Hata inatoka wapi? Hata hiyo tano nani anakupea? Hiyo ni kitu kingine. Lakini ukipata. Lakini tu assume nimepata. Mita 5 tu, like honestly. Mita 5 ni pesa kidogo. Si mingi sana. Lakini saa mimi naweza try kutumia hii pesa sana iende kwa kufanya life yangu iko very easy. Unaona mimi ni mtu na looking forward sana to early retirement. So hii pesa sana nita channel kwa early retirement na vitu zina work. For example, nikipata mita 5 sahi, unajua mimi nimelelewa kwa home, like unaelewa kuna space hapo nje unaweza toka ucheze. So mimi pia dream yangu ni kuwe na home. Sipendi sana kuishi kwa apartment. Unaishi jirani yako wako chini na juu yako. Walai. Sasa naweza taka nitafute kama 8 hivi kwa hiyo pesa, si ndio? 800k nishike kashamba. Naweza shika nje ya Nairobi kidogo, unaona Machakos hivi, Kangundo, unapata. Nimeenda nikaona na macho. Kwanza hata zaidi naweza patana na tushike shamba moja ya 8 tugawa. Utapatana na mimi. Wewe ndio utoyo 8, mimi nakuja tukugawa. Tugawane. Sasa tukishagawana nipige hapo wall. Unaona wall? Kishapiga hapo wall najua hata itachukua so 300k wezi. Kwa tunajenga na matofali huko kwa Machakos. Nikishapiga hapo wall, si niko na land na iko fenced. Alafu sasa borehole tunachimba na mkono. Ile ya kudrill ni milioni 1. Machakos. Tunachimba na mkono. Machakos. Unatumbua watu. Wallahi, mimi najua. Mtachimba tu. Hakuna kitu kiwezekani, lakini tunatesa watu. Endelea. Uko na mita 5. Sasa wao hiyo ni kazi yao ya kuchimba. Wachimbe. Niko na wall, niko na maji. Alafu niende ni invest kwa solar system. Sawa. Si lazima stima. Na mimi nasema solar system kwa sababu after nimeleta hiyo solar system, hata kama ya solar system tu ile moto unajua zinapitanga hata half a meter. So hata mimi najua decent ni karibu 350,000. Lakini sasa mimi nitaweza invest hata 500,000 kwa solar. Na reason nimesema solar ni mi job yangu natumianga fuel kufanya job yangu. Na fuel inatumia per month inafika karibu 50k, hata sijui inapitanga saa zingine. Sasa nikileta solar system naweza yeka hata kutumia mita kwa solar itanisumbua juu niliona system fulani hapo unaweza charge gari na solar. So niende ninunue Nissan Leaf ni
6 million. Unanipata? Unaona venye hesabu inaingia? Wewe na hiyo mitano pia una twist time na hebu fanya haraka ni pesa kidogo. Zoacha niwapange ndio hata mtu anipe. Sasa uko na Nissan Leaf. Niko na Nissan Leaf. Uko Machakos. Hata gari yangu nitauza hata iongeze tena pesa nyingine. Unaona sasa? So in short kitu nasema ni already nitakuwa na place ya kustay. Juu hapo kwa nikishakuwa na boma, mimi hata nitaanza na nyumba mabati si mind. Alafu ile pesa nilikuwa nalipa kwa rent already sha increase kwa income yangu. Alafu hii 50,000 yenye nilikuwa natoa every month kununua fuel already tena isha increase, hiyo ni karibu 70 extra. Unanipata? Isha increase na niko na boma, niko na nyumba. So hiyo yenye imebaki the rest naweza jaribu kufanya any other thing that italeta income. Unaona itakuwa imebaki a lot of money. So mita 5 ni ndogo lakini tena nikiipanga. Ukiipanga inaingia vizuri na inakaa. Wewe watu kwa base. Mlete hiyo mita 5. Wewe Munisa. Sasa mi personally nikipata mita 5 kitu kwanza ndafikiria ni kuflip hiyo do, yani isibaki hiyo mita 5 hadi nikitumia mita hiyo mita inaongezeka na kuwa mita 2 unapata. So like the first thing I'll do ni kuinvest kwa biz yangu. Sasa juu mimi ni young bado niko na miaka za kuhustle nini, lazima ndadisia hiyo do, lazima ndaitumia kuinvest kwa biashara yangu yenye nafanya sasa hivi. That's my production company. Lazima nda buy equipment nini ndo at least nikuwe na a stable business unapata. Haya sasa hiyo do ingine kama mita 2 hivi najenga mkoro hapa jenge keja. Mita 3 ishaenda kwa production. Hiyo ni mita 1. Hiyo ni kama mita 1 hivi unapata. So mita 2, so tumebaki na 2. Mita 2 hivi. Ni ya mkoro. Unaipatia mkoro hapo juu. Mkoro wa Cyril anasikia vizuri. Mkoro ajenge keja bana. Hadi hiyo si keja yangu juu mimi nadai ajenge keja juu pia bado hajajenga keja. Na mjenge hiyo do ajenge keja. Shamba kona nayo. Hizo kona nazo nini? Ni keja tu imebaki ku amedi hapo sasa. Hadi hapo naweza kuja ni medi na juu. Mimi naweza medi na mkoro. Ya pili, mkoro wako wenyewe yeye anafeel usendelea. Na hiyo do mimi nadai kuinvest sana kwa real estate nini hizi vitu. Hiyo mita 2 imebaki. Hiyo ni kayo mita 2 nyingine. Nadai kuinvest hizi real estate. Juu niliona like hakuna watu wenye wana enjoy sana hii dunia ni landlord. Unajua landlord hadi anaweza ingiza mitaka 7 hivi kwa mwezi. Walai. Wanadhania mse ako na mwenye tatu seat. Sio wakulima wadogo. Una imagine mtu ako na tatu seat hivi. Tatu seat. Nasema tu. Unaona? Wezi sema ati anapata 500k kama mtu ako na tips hapa hivi umo. Lazima kuwe hata wezi fika 500,000 kwa timu moja. So like real estate ni investment moja yenye lazima nda invest hapo. Na unajua pia mkoro wangu pia hapo ndo ameivia nini ma real estate. Yes sasa kitengenezeo nyumba ya kumedi mna medi naye hapo na kupanga bana. Mi 5 million. Unaona kitu lesa nayo ya kwanza. 5 million is very little man. Mimi kwa kusema hizo vitu nashanga kumbe na 300,000 ukuta. Nimeshapiga ukuta nyingine. Mimi okay nasema for me niko na advantage moja ya nili inherit a good piece of land in a very good place in Kisumu from Zai. So mita 5 hata saki hata kukula hata kidogo. Nataka tu inisaidie nipunguze kuamka saa 2. Okay, si kuamka saa 2. Kwanza tunamka saa ngapi? 5:30. 5. You toke 5:30. Nataka tu nipunguze at least nikuje kuamka saa 2. Hiyo tu so for me na bila without negotiating. Kwanza mother na kitu tunazamileta kitu kama hata 20,000 hiyo ni bond ama money market. Imetenga kitu kama 10 to 20,000 a month. Na hiyo I think 1 million itamatosha. Sijapigia hesabu vizuri sasa. Alafu 4 million na isikuma tu yote kwa release. Sasa sitaki nini. Lakini okay si 4 million yote. Juu lazima nichukue kitu kama 300,000 tu
ya kujiambia sorry. Ya kujiambia sorry nimepata 500 na kwa kuteseka. Hiyo naye hata si invest. Hiyo I want to squander. Hiyo nataka tu kuimaliza. Alafu nyingine tu yote kwa hiyo parcel. Hiyo parcel pale iko. Kwanza nimepiga simu leo asubuhi nikaambiwa lami inapita. Nikauliza naye anataka hiyo barabara. Kaniambia China man. Nikamwambia ni barabara premium. It will serve us for the next 15 years. Bila portal. So najua hiyo place inaenda kuboom sana zaidi. So it is that will be good for me. Mambo ya Nairobi tu mimi hata alinikaipa na chance kutoka Nairobi. Mungu anisikie. Naenda wapi? Mimi naenda Machakos. Mimi hata saki anything to na hii watu jenzi wanakasirika kidogo wameanza tu fujo. Acha tu niende pale nitatulia. Mimi saki mambo mingi. Sumu ndio wasa. Kisumu sasa shida ni huko nimeinvest. Lakini sitaki tu Nairobi. Kama hiyo mitatano zinasaidia ama hiyo investment inasaidia nitoke Nairobi. Wende pale Busia. Lakini baada hata Machakos kuna ngezo mashida. Okay. Wakamba watufundishe their ways. Niko na swali ya pili. Utafanya nini ukisikia mabesti wako na kuongelea vibaya? Hiyo kwanza ni kitu yenye wejua ma youth wengi wanapitia sana, like ma fake friendship ziko mob zimejaja, like kila mtu sahi mwenye una meet na yeye akona like anakuonyesha hiyo intention ya kuwa a real friend, but in the back of their mind like akutaki, unapata especially kawe ni boy child jo. Ni boy child wenzako ama madem? Hadi madem kwanza ndo sawa, ndo uko na mbele madem. Yani kawe ni boy wewe ulijua lazima sasa wewe kama boy kama venye wewe ni boy uko na best dem. Niko na mabest madem. Au sasa hadi hao si shida kuongelea vibaya. Jo uongea mbaya tu. Ongea mbaya. Hadi kuongelea si shida. Hiyo nakubali tu. Unasema tu acha nitafute ganji, waanze kuongelea vile uko na do. Wapate kitu poa ya kuongea. Hiyo ndio nafasi inafaa ndio wakati wa content mzuri. Unapata. Nakupata. Lakini sasa unapata sabo mwenzako hivi mori wako charge hivi real nigga. Real nigga jo na backbite manze, anakupiga mabackstab. Hiyo sasa ndo ni kitu yenye naweza do. Siku hizi mimi nakwanga mse very easy, unapata. Like najua like in this world anything can happen. Like unaweza pitia kitu yoyote nini. Kenye naweza do ni mimi naweza chill tu niangalie tu Kang'ethe anadai aje. Yaani Kang'ethe anabonga nini. Katok ni cheap jo. Nakubali tu na Kang'ethe sasa ni wewe mwenye anaongea vibaya. Wewe Kang'ethe ni best yako. Ukija kwa kusettle scores. Kang'ethe si best yangu. Kang'ethe ni wafala mwenye anakudis. Huyo sasa ni either na cut you off, like unachorea tu riba zake, unachorea vitu mingi. Ngumi zitembea. Hadi ngumi ni waste time. Sasa mtu anaongea. Mtu mwenye anadai mabaya anafaa kutrace hivi kani anakuvunjia na kuvunjia. Akutrace. Si kuongea. Mtu anaongea ngumi ni ya nini? Ukiongea pia utakanika pia ni fala pia. Utakakaa yeye. Sasa ufai kuongea tu yani. Okay. Enoma bana. Kang'ethe. Ameua bana. Mimi naye Kang'ethe akiongea. Unaona tu venye Cyril amesema, lakini ati mse wa kubonga atabonga tu, unaona. Alafu unajua watu wengi wanaongeanga from their side. Inakuanga response ya mtu, unaona. Unapatanga mtu akiongea sana sana tu labda tu ako na mashida zake, uwezangi jua. Na kuna watu wanaweza kosa kukupe, unaona kama backstab. Kuna watu wanaweza kosa kwa wa real juu ya shida zao, si hata juu yako. Unaweza pata msee anaona wewe ujifanya sijui nini, na hata ujifanyi. Hiyo tu hiyo tu ako tu na shida yake. So anaenda na kuongelelea mbaya, kutry kukuchafulia. Achagulie tu kila mtu aone shida yake na atakutoa na hali. Sasa ndio na kushow ina depending na mtu venye anakuona. Unajua kuna mtu tusemeka shule unapatanga top student, unaweza pata pendwi na wase wengine. Sasa unashangaa pendwi
juu amekuwa top student unaona vitu kaa hizo but the day yani in life yani ukiona umeanza kuongelelea wewe jua uko mahali kuna venye hadi ndo maana masoshi huongelelewa hao watu wako na mafollowers wengi lazima ukwe unagosipika nini ni the maisha kuna trajectory po na take ya maisha yako lakini hiyo ni lazima hizo vitu zo happen like kuongelea lazima hiyo ni lazima I think nilifending peace na hiyo fact actually hiyo ndo the solution kufind peace tu na like wewe unajua tu as in life yako vile unaipeleka hadi msaki bonga kitu unajua like hata kama ujipa life yako inaenda mwacha tu mtu aongee juu unafaa tu find peace na wewe hata kama maisha yako ndi mahali wewe lakini wewe pali uko sawa juu I think hata okay pia ina depend anaongelea nini man kuna zile sasa za kuchafua bana kuna ile sasa hata kuna substance anakuchafulia sasa mimi ukiniambia mimi mtu miadarati mimi hata sijaitumia miadarati hiyo hata mimi sidhani kanaweza address wewe ongea tu lakini kuna zingine tu sasa mimi I think ukianza tuseme uanze kubonga ile hadi unaongelea ma family members wangu hapo man mimi family members wangu hapo utaniambia kidogo unasema nini mimi sijui kuna mtu tumefika mpaka tunaongelea family members ati sijui inaonga tu maybe hata na Ali inaonga tu keeping up yani ile tu familia yetu tunaendelea hivi na ni mimi ndo nimesema ama yeye ndo amesema lakini ukiongea unaongelelea mimi usiongelea watu basi mimi kitu tunaweza kunigusa sana ni msupa wangu aanze kuongelea msupa wako hiyo wala kama msupa wako ni mzuri unajua mimi msupa wangu ananga shida na mtu na amewekanga anakanga kando na watu ndio pia siku na shida na mtu sasa ni msupa mzuri sasa ukianza kumuongelelea wewe uko na wewe unataka kitu wangu hata siku wake juu na hiyo tunataka utaipata mimi siwachagi yote ati nini sasa lakini sijui maybe I think okay sijui hiyo point yangu ina depending tu na mtu kuna watu wanakuwa very confrontational unapotanga kuna mtu kimuongelelea anakuja tu utakuja useme ulikuwa unasemaje what are you saying kuna watu mimi sijui hata mimi sidhani niko huko confrontational hapana mimi nikidhani kenye naweza nifanya nikuwe confrontational ni ganji nikiwa na wezi niongelelea akiwa live nikiwa na ganji aje unaongea nini unasema nini na niko na pesa kukuliko kijana lakini kama nimesota utaongea tu like hivyo ndo venye mimi umejiweka sio watu sasa waongee kabla ganji ijae nikishika lakini kweli unajua ganji yole tanga confidence fulani yani unaweza yani you're talking behind my back because you are there behind me you talk too cheap you talk expensive you talk expensive jo na ufiki bei ya mwisho tukimalizia unaweza fanya nini ukiona mabeshti wako wawili wenye they might click as a couple male female they might click as a couple alafu na bado hawajui hawajui wanaweza kuwa lakini kwenye muona ni kama wanaweza date wanaweza kuwa very beautiful couple go fast Mr. Cupid mi kwanza napendanga wasio kwa relationship manze relationship is sweet man okay zo weza na the right relationship the right relationship of course so mi hata kuna wasee wenyewe nimewahi wengi sana nikiwahi pata chance ya kusuggestia mtu very fast I will suggest hata naweza kukutumia namba hata nikutumia picha hata ujamaa kuna time nilimwambia gadem fulani nikamwambia mkienda date ndawalipia hiyo first date walienda asijui hizi sasa tu umeenda watu medu wewe ndio unafunga so me like neza penda hiyo neza wa hook up vizuri sana but sasa unajua kuna watu wenyewe wakipata shida ngori
ngori Hiyo ndo point yangu. anakuwekea ngori ngori wanakuwekea ngori na kwa relationship obviously kuna kuaga na mashida tu. So ni heri mtu mwenyewe achague kitu ndio ndo hata kipato la shida aweze kujihandle zile za I am the one, yani iko responsible aoneka this is my responsibility. Umemaliza? Sorry, sema tu sasa. Yani kuulize sasa place umefika wewe, mtu akikuorganize mdem unaweza ona alafu mkosane, unaweza blame mtu? Mi kusema kweli mi siwezi blame mse, lakini kuna watu wenye huku blame unapata like na ni morio wako, yani hadi yeye anasema yeye anaenda kwambia manzi yake ati Cyril amesema na wewe ndo ulimsaidia hapo. Hiyo sasa ati Cyril sijui nini hiyo ukiorganizea mtu sana talk jina yako bado itakuwa kwa hiyo relationship. Hiyo ndo Kenya ifai hadi as much as si wewe ndo umewafanya wana date ile tu, yani wewe ni morio wake, yani mko close nao wewe na dem ni mamorio na wewe na boy ni mamorio. Wakikosana wewe pia utakuwa kwa center of discussion, weka morio wao. Alafu sasa kama ulikuwa best yao wote unaanza kujaribu kutake side. Kwanza ukitake side hapo sasa kwanza una trace hadi DM unaambiwa wewe kwanza wewe ai nabaki umetii. Sasa wewe unaweza organize best yako mtu ama kusema kweli siwezi, mimi ndakuonyesha tu wewe trace ile kitu, lakini kuorganize hapo jo hata mimi wewe trace ile kitu lakini si okay, basically ni hivyo. Sidhani inaweza kwa place yenye bado kuna mtu anaorganize ngati mpaka anasema shika hivi kama high school, unashika hiyo mkono unaleta huo mkono unasema haya. Kunao kwanza madem ndo wamevia hiyo shughuli, wanakonga ushawahi fanywa hivyo mbaya, lakini sasa nili escape the matrix. Siwezani ni matrix. Ndo hiyo sasa. That is a very good place kumaliza. Escape the matrix. Bazo Cyril, asante sana. Cyril is our anakonga kwa Cyril mwe escape the matrix. Anakonga behind the scenes kwa Man on the Mic. He shoots most of our content causes are outdoors, alafu anakonga yeye ndo record early. Yeah, most of the time. Yeah, so Cyril, tuna appreciate input yako yenye unaletaka kwa podcast. We don't take it for granted, manze. Thank you for tuning in to introducing you to one of our guests. One of our crew members. Guest. Sorry, guest. Umepata hiyo nini vizuri. So thank you so much Cyril for making time. Mtamuona frequently sasa. Juni animu interesting. Anafaa kuwa guest bila kufunga mbele ya kamera hata si nyuma. So asanteni sana. With that being said, kumbuka kusubscribe, leave a like, share, comment and follow us on our social media handles. The links are in the description. Pia teka ya Cyril uone kazi yake. Yeah. Enjoy the rest of the week. Be kind to someone. Au revoir.